Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Hadi tumesimama na tusome neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 8 mpaka wa 12. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 8 hadi 12. Nitasoma katika jina la Bwana. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa bali mabaya au maovu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa, ili mrithi baraka. Kwa maana atakayependa maisha wala siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea kwenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tumebarikiwa sana na huduma tulizopewa leo hapa madhabahuni tangu tulipoanza ibada hii. Umetubariki kwa njia ya huduma ya liturujia na nyimbo na sifa, lakini Bwana, watu wako tumekuja ili tupate pia kusikia wa neno lako unaoleta kwa njia ya kuhubiri. Tunaomba nguvu yako ikae ndani yetu, utufundishe. Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, utuelekeze katika kweli yote kwa jina hili, tukujue wewe na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Washarika tuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa katika Kristo, tumepewa leo kichwa kikuu cha wiki kinachosema ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Leo ni siku ya Utatu. Mungu amekamilika katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeadhimisha sikukuu ya Pasaka majuma yaliyopita. Tumeadhimisha sikukuu ya Pentekoste juma lililopita, na leo tunakamilisha utakatifu wa Mungu aliyejifunua kwetu kama Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Leo tunapata msisitizo wa mafundisho katika umoja wa kanisa, kanisa moja la ulimwengu wote, takatifu na kimitume. Tunakiri katika imani ile ya Bikira. Ninapenda kusema kwamba umoja katika kanisa ni jambo la msingi sana, na ni fundisho la msingi katika mafundisho ya Bwana Yesu. Yesu aliwaambia kanisa, wale wanafunzi wake, kwamba wakae katika umoja. Hata wakati Yohana walipotaka kujua ni nani anaweza kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu, yule anaweza kukaa pembeni ya Yesu, Yesu alisema iweni na umoja. Jambo hilo ni jambo la pamoja. Sisi sote tutakuwa na nafasi ile katika ufalme wa Mungu mradi tu tumempokea Yesu Kristo. Lakini Yesu anapokaribia kuingia katika mateso na kifo chake, aliwaambia wanafunzi wake wawe na umoja. Kuna sala ndefu sana katika Injili ya Yohana mlango wa 17, lakini sala 7 mstari wa 11 anasema wote wawe na umoja kama mimi nilivyo na umoja na wewe, Baba na Roho Mtakatifu.
Katika kipengele hicho Yesu anawaambia atakapoondoka katika dunia hii atawaletea Roho Mtakatifu, Mungu anayekaa pamoja nasi, Mungu mmoja, nafsi tatu. Jambo la pili ambalo Mtume Petro anasisitiza sana katika mistari hii ni upendo katika familia, mahusiano mazuri katika familia. Ukisoma ile mistari ya mwanzoni ya mlango wa 3, Mtume Petro anawasisitiza wanandoa, mume na mke, kuishi kwa upendo, kuishi kwa kutegemeana, kuishi kwa kusaidiana, kuishi kwa kumpendeza Mungu. Hata anawaambia wanawake waliookoka wasiwadharau wanaume wao ambao hawajaokoka, kwa sababu Mungu twana na mwenendo wa mke wake, hata akampendeza Mungu. Kwa hiyo ipo namna kama watu tunaweza kusema mimi nimeokoka, mwenzi wangu hajaokoka. Mtume Petro anasema ikiwa mmefunga ndoa, ikiwa mnaishi pamoja, mmoja aliyeokoka anapaswa kumvuta mwenzake kwa maneno, kwa matendo, kwa maombi yake, unamsaidia hata wengine kukaa vizuri na Bwana Yesu. Mistari tuliyoisoma inaangukia katika kipengele cha mahusiano yetu sisi kama Wakristo, familia kubwa zaidi. Ile nyingine ya mume na mke na watoto inaanza tunapokutana hapa kama usharika. Sisi ni familia moja, tumekuja kwa sababu wote tunampenda Yesu. Tumekuja kila mmoja na Yesu. Yesu hatumkuti kanisani, Yesu tunaye moyoni. Hapa tumeungana mimi na jirani na mwingine kumwadhimisha Mungu kwa pamoja, na hii ndio familia ambayo Mtume Petro anasema sasa muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wenye uwezo wa kumsikia mwingine, kusikia kwa makini haja ya mwingine, kilio cha mwingine, sauti ya mwingine, kuwa wastahimilivu katika mambo mbalimbali yanayotokea katika umoja wetu. Umoja wetu unatukusanya kutoka vipawa na karama mbalimbali, kutoka sura mbalimbali, kutoka maumbile mbalimbali, kutoka namna mbalimbali. Tunahitaji tunahitaji kustahimiliana. Tuna vipawa tofauti, tuna karama tofauti. Mtume Petro anasema tuwe wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya, watu wasiolipiza kisasi au laumu, wenye kulaumiana tu siku zote. Mara nyingi katika familia kubwa kama hii ya Wakristo wa usharika, lawama zinakuwa nyingi kwa sababu ya mambo mbalimbali. Labda mwingine hakufanya vizuri, labda mwingine ametegea kitu fulani, labda mwingine hakuwa mwaminifu katika kitu chetu fulani, labda mambo fulani hayaendi vizuri kwa sababu ya fulani. Kulaumiana kuko kwingi kwa sababu tuna vipawa na karama tofauti. Lakini Mtume Petro anasema tusipende kulaumu, tusipende kurudisha lawama, tusipende kuhukumu, bali tuombeane, tusaidiane, tuimarishane, tuwe watu wa kubariki kuliko wa kulaumu. Wapendwa katika Kristo, sifa hizi zinaakisi maisha ya Kristo. Yesu Kristo alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mtu wa kusamehe. Hata alipokosea akakaa mara 3. Na Petro huyo ambaye sasa tunasoma habari zake, Yesu hakumlaumu, alimsamehe, akamtia nguvu. Mwisho akasema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Juu ya Petro yule ambaye alikana na watatu, roho ya msamaha. Wengi hatuna ya hivyo. Wengi tukikoseana hata na wenzi wetu hatuzungumzi hata ndani ya nyumba. Kuna watu wametoka nyumba moja hata hapa hajui hata mwenzake amevaa.
hajui hata mwenzake kama amekula au hajui, kwa sababu hatawaisaidia. Mashariki, Mungu atusaidie sana. Lakini kuna wengine ameacha hata kumtumikia Mungu kwa sababu amekosea. Amekosea katika kwaya ya vijana, anaacha kwenda. Kuna kiongozi alimkwaza, anaacha. Kuna wengine tunamchagua mzee wa kanisa, anaandika barua ya kutubu kwa sababu alishawahi kukosewa katika kanisa. Roho ya msamaha. Roho ya msamaha isipokuwepo katika kanisa, mara zote tutakwenda sana, lakini tufike mbali, kwa sababu roho ile ya pamoja haipo. Yesu kwa njia ya mtume Petro anataka sote tuwe na nia moja. Kwa kufanya matendo haya tunamtangaza Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi. Haya yote tunayafanya si kwa kuhesabu nimeumizwa kwa kuokolea, lakini tunafanya ili utukufu wa Mungu udhihirike. Yesu Kristo anasema katika Injili ya Mathayo 5, anasema mkitenda mambo haya, mwenendo wenu ukiwa mzuri na mwema, watu watatambua ya kuwa ninyi ni wana wa Mungu. Dunia itadhihirisha kwamba mmemjua Mungu. Ninyi mnaonyesha kwamba mnampenda Yesu kwa matendo na maneno yenu, kwa msamaha. Petro ananukuu mstari kutoka Zaburi ya 34. Anasema atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, basi auzuie ulimi wake usinene mabaya. Ndimi zetu zinanena nini kwa habari ya majirani zetu, kwa habari ya marafiki zetu, kwa habari ya mtu anayeshindwa katika mambo fulani? Ndimi zetu zinanena nini? Mwingine amekuwa mgonjwa kitandani, lakini ndugu katika Kristo atasema ugonjwa huo alimtafuta, alijitakia mwenyewe kwa kufanya moja mbili tatu. Huyo tutamwombea nini? Tukishatangaza kwamba anapokea hukumu ya Mungu kwa matendo yake, ili tunaweza tukapiga magoti tukamwomba Mungu kwa ajili yake, ni kama tumeshamhukumu kwamba ni mtenda dhambi. Ndimi zetu zinatoa maneno, mwingine wetu akipata shida, akipata changamoto. Mungu atusaidie, tuzuie ndimi zetu zisinene mabaya na midomo yetu isiseme mema. Biblia inasema aache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumepewa neno hili na kusema wakae pamoja na kwa umoja. Kuna namna watu wanaweza kukaa pamoja lakini bila umoja. Uliyekaa naye hapa kwenye kiti wala mpanga kukaa naye, ni wachache sana mpanga kwamba wengi tumefika tumekaa. Sasa tunatakiwa dunia na mmoja. Jinsi alisema umpe kumbatio la upendo jirani yako. Wengine tumesita sita, huyu kwanza ni nani na hivi. Lakini nilifurahi wakina mama fulani. Ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Umoja ni katika kutekeleza kwenye mapatano na maelekezo tunayopata na viongozi wa kanisa. Umoja ni kutii maagizo. Umoja ni kufuata mafundisho sahihi ya neno. Huo ndio umoja wetu kama kanisa. Hatuwezi kujiita kanisa la Injili la Kilutheri Tanzania halafu tuna imani mbili au tatu tofauti. Sisi sote ukija hata kule Rufiji utapata tunakiri baada ya mitume, tunaimba nyimbo hizi, tunafanya liturujia hivi kabisa, kwa sababu sisi ni wamoja na tunakaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani sana umoja wetu uanze katika familia zetu, ukue katika usharika, ili Mungu atukuzwe. Mungu muumbaji, mpaji wa vitu vyote, lakini Mungu Mwana, mwongozi wetu wa ulimwengu, Mungu Roho Mtakatifu, kiongozi wetu, mwalimu wetu, msaada wetu. Kanisa ni mwili wa Kristo. Sisi sote, kila mmoja ni kiungo kwa mwenzake. Mwili una viungo vingi na kila kiungo kina faida yake, kila kiungo kina maana yake. Tupo watu hapa katika ibada tulipoteza kiungo kimoja wetu.
Mwingine anashikwa mkono kuelekezwa kazi ya ibada kwa sababu macho hayaoni. Mwingine anasaidiwa lugha ya alama atafsiri kinachohubiriwa kwa sababu masikio yasikii. Lakini tukiwa pamoja katika ukamilifu wetu, kila mmoja anafanya kwa sehemu yake. Katikati ya ibada kuna waimbaji. Waimbaji Mungu awabariki sana. Hakuna ibada nzuri kupita ibada yenye waimbaji. Yaani hata tujifanyaje, tukiwa na ibada isiyo na wimbo wowote haiwezi kupendeza hivi. Waimbaji Mungu awabariki kwa kujitoa kwenu. Lakini katika ibada kuna wazee wa kanisa. Katika ibada kuna wajumbe wa kamati mbalimbali. Kuna watu wanatengeneza mipango. Tutajenga namna gani? Tunapata wapi fedha? Tupeleke tangazo kwa wenzetu kwa njia gani? Nao wana kipawa chao. Kuna watu wanafanya usafi wa mazingira ili kanisa tunaona vizuri. Nao wana kipawa chao. Kanisa hili likiwa halina maua, halina kitambaa, haliwezi kupendeza. Lakini kuna mama mmoja au baba mmoja amekaa, amekata kitambaa, ameshona, ameweka na mapambo mazuri ili kanisa lipendeze. Naye ana kipawa chake. Hakuna mtu asiye na chochote kanisani chofanya. Yaani hata kule kuja na kusikia umefanya, kwa sababu fikiria tumegonga kengele hapo. Umefanya kwa Bwana, utatoa sadaka, utamshukuru Mungu, utakuwa umefanya. Kila kiungo katika kanisa kina maana yake na kina tafsiri yake na kina msaada kwa wengine. Tusiumizane, tusidharauliane, tusibaguane, tusishindane. Kuna watu wanaishi kwa mashindano wajipata hata kama wakanisa. Anashindana na kila kitu. Lazima yeye aonekane bora kwenye kila kitu. Lazima hiki wape yeye afanye. Lazima hiki na hiki na hiki. Mashindano. Lakini ukiamini kwamba hata mwenzako anaweza kufanya, tunatembea na tunafika. Tusihukumiane, tusilaumiane, bali tupendane, tusaidiane. Tuweke mipango. Mwambie mwenzako hata wewe unaweza. Tumesoma kwenye kitabu cha Nehemia, anasema wanajenga kwa mkono mmoja, mkono mwingine umeshika silaha. Lakini kulikuwa na wapiga baragumu ambao wakiona taarifa mbaya ya mtaji, wanatoa taarifa kwa wanakambi wote warudi mahali salama. Walikuwa na mipawa na karama mbalimbali. Tunahitaji kuombeana, tunahitaji kuvumiliana. Watu sio wakamilifu, na hata mahusiano mengi sana kwenye familia yanavunjika au kupata shida kwa sababu watu sio wakamilifu. Kosewa kidogo anatangaza kuondoka, akikosewa kidogo anaacha familia yake, akikosewa kidogo anaoa mke, akikosewa kidogo anatafuta mahali pengine. Ndoa zinayumba, watoto wanaenda na shida kwa sababu wazazi wameshindwa kuvumilia. Mmoja akipata changamoto ya afya, mwingine anaenda upande mwingine. Kule kuongozana na kutiana moyo kunapungua katika maisha ya Kristo. Mungu atusaidie tuvumiliane. Maisha sio mteremko siku zote. Kuna siku za changamoto, kuna siku za kukosa pia, kuna siku za kufanikiwa, lakini kuna siku za kutendekiwa. Tunahitaji kuvumilia, tunahitaji kutakiana baraka na amani. Kuanzia katika familia. Mbariki mume wako, mbariki mke wako, muombe mema, muombe afanikiwe. Kumbuka kuna wakati wewe unatakiwa kutunza watoto. Changamoto ziko nyingi. Huwa tuombea lakini wapi zinatokea. Muombe afanikiwe, mjengee uwezo wa kujiamini kwamba hili pia linawezekana. Tutakiane amani katika familia na katika kanisa. Mmoja wetu akifanya vizuri apongezwe. Mmoja akifanya kwa sehemu aliwatiwe moyo afanye zaidi. Tukae pamoja kwa umoja. Zaburi ya 133 tumeisoma hapa. Tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakikaa kwa pamoja na kwa umoja. Biblia inasema ni kama mafuta yanayoshuka mbinguni, ni kama umande mzuri unavyoinyeshea ardhi yenye ukame, halafu inapata virutubisho
kinachepusha mimea na kuzaa. Wapendwa katika Kristo, leo ni siku ya umoja kanisa, jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tumezoea kuita CCT. Katika makanisa hayo wanachama, kuna mambo tunafanya kwa pamoja, na ndio maana sadaka tunazozitoa kuelekeza mambo ya pamoja. Tuna mambo ya kwanza, tuna mambo ya hospitali mbalimbali, tuna mambo yanaendelea pamoja, tunahitaji kushikana mkono. Kanisa letu ni miongoni mwa makanisa makubwa katika dunia. Nafikiri kanisa la Kilutheri ndio linaloongoza kwa idadi ya watu, tukifuatiwa na makanisa Anglikana, Moravian, kuna Presbyterian na kuna mengine. Zipowashika mkono walio dhaifu, kazi nyingi zinasimama. Kwa sisi tu mwili mmoja katika kanisa kama mshirika, lakini katika kanisa kama mdhehebu, katika kanisa kama jumuiya ya Kikristo Tanzania. Kristo mmoja mmoja ndio tunaunda dhehebu. Dhehebu moja moja linaunda jumuiya ya Kikristo Tanzania. Mungu atubariki sana ndugu zangu wapendwa washirika. Tuieneze injili ya umoja na upendo kwa watu wote, tukianzia katika familia, tukienda katika jumuiya zetu, tunakuja katika ushirika, tunapanda mbele, tunaenda jimbo, dayosisi na kanisa kwa ujumla mpaka nje ya mataifa. Sisi ni sehemu ya hao walio wengi. Tutasema mstari katika ibada ya ushirika mtakatifu, sisi tulio wengi tumwili mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya mkate. Mungu awabariki na Bwana alibariki neno lake, na tusimame tumshukuru Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya ukombozi tunaopata katika Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu aliyekuja kwetu atuongoze. Asante kwa ajili ya ukamilifu wako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndani yetu tunapata uhakika ya kwamba sisi tu mali yako, tukitenda ya kupendezayo tutakaribishwa tuurithi ufalme wa Mungu. Utusaidie tunapopita katika changamoto mbalimbali za dunia, tusikuache wewe, tushikamane na wewe Yesu Kristo mpaka ukamilifu wa maisha yetu. Bwana utuongoze, Bwana utubariki na ulibariki neno lako katika jina lako takatifu. Amen. Amen.